Usiku wa Februari 2 mwaka 2013 katika nchi nzuri ya South Africa, katika mtaa mmoja wa Bredasdorp, mwili wa msichana mdogo ulilala ukiwa umekufa. Alikuwa msichana mdogo amevunjika, ametapaka damu na amekatwa vibaya mno, kiasi kwamba hata manesi baadaye walisema kuwa ilikuwa mojawapo ya majeraha mabaya zaidi waliowahi kuyaona. Alikuwa bado hai, lakini kwa nguvu ya mwisho inayofifia kama mshumaa unaokaribia kuzima, alitamka jina moja pekee. Jina lake lilikuwa Anene Christina Booysen, binti wa miaka 17, aliyewahi siku moja kucheka, kuota na kusimama kama kijana mwenye matumaini makubwa katika maisha yake. Haya yote ni kabla ya dunia haijageuka kwa giza la ghafla lililomondoa katika uso wa dunia. Hapo ndipo simulizi hii inaanzia, kisha tunarudi nyuma kuelewa maisha yake, mazingira yake na nini kilichopelekea kufikia usiku huo wa mauti. Anene alizaliwa mnamo mwaka 1995 katika jamii ya watu maskini. Mama yake Anna Ceres Booysen alimpenda kupita maelezo. Baada ya talaka na changamoto za kifamilia, Anene alilelewa kwa sehemu kubwa na familia ya mwanamke mmoja aitwaye Louise Diwal, alikuwa kama mlezi wake wa pili. Katika misingi ya maisha ya Bredasdorp, ambako maskini wengi walikuwa wakipambana na ukosefu wa ajira, pombe na ukatili wa majumbani, Anene alijaribu kujitengenezea njia iliyotulia. Alikuwa msichana mwenye tabasamu nzuri, upole ambao mtu yoyote angeweza kuona hata akiwa mbali sana. Shuleni alikuwa binti anayekubaliana na kila mtu. Wale wengi walimuona kama binti mwenye heshima, asiye na makuu na mwenye tabia ya kupenda kupika na kujifunza mambo mapya. Lakini nyuma pazia kulikuwa na mapito machungu. Baada ya kufika umri wa ujana, alilazimika kuacha masomo mapema kutokana na hali ya kifamilia, na hatimaye akaanza kufanya kazi kama fundi wa kujifunza, yani trainee kwenye makampuni ya ujenzi. Lakini maisha yalikuwa magumu kwake. Mara kwa mara alishuhudia vurugu majumbani, mitaani na katika baadhi ya vikao vya kijamii. Alionekana akikasirika sana kuhusu jinsi wanawake wanavyotendewa katika jamii. Hakujua kwamba hata yeye angekuwa mhanga wa tukio hilo litakalowasha moto katika harakati za kitaifa. Februari 1 mwaka 2013 ilikuwa siku ya kawaida kwa Anene. Aliamka mapema, akapiga mswaki, akanywa chai na kisha akaenda kazini. Kazini alikuwa na majukumu madogo ya kusaidia mafundi kubeba vifaa na kusafisha eneo la ujenzi. Baadaye jioni alikutana na marafiki wake katika baa ndogo inaitwa Asla Pub, maarufu kwa vijana wa mitaa hiyo. Hapo walipiga story, wakaimba muziki mzuri wa kizazi kipya na baadhi yao wakanywa pombe huku wakilewa. Mashahidi walithibitisha kwamba Anene hakuwa na tatizo na mtu yote usiku huo. Alionekana mchangamfu kama kawaida, lakini ndani ya baa hiyo pia kulikuwepo na mwanamume mmoja aliyekuwa akimwangalia kwa macho ya ajabu. Johannes Kana, fundi wa ujenzi aliyewahi kuwa mfanyakazi mwenzake. Kwa watu wengi, Kana alionekana kuwa mtu mwenye tabia za kikatili anapokuwa amelewa. Wengi walimuona kama mtu anayependa kujigamba, lakini nyuma yake kulikuwa na tabia ya ukali, dharau na mara kadhaa historia ya vurugu. Kwa bahati mbaya, usiku huo walikutana. Wakati Anene anatoka baa usiku wa manane, alionekana akiwa na Kana akitoka nje kupitia mlango wa nyuma. Rafiki yake mmoja alimsikia akisema, "Nitarudi mara moja." Maneno hayo yakawa ya mwisho aliyosikika akisema akiwa salama. Dakika chache baada ya kuondoka katika eneo la baa, Anene alipelekwa katika eneo la ujenzi, mahali ambapo walikuwa wakifanya kazi. Hapo ndipo, kulingana na ushahidi wa baadaye, Kana alimvuta kwa nguvu na akaanza kumdhulumu. Alipigwa, akakatwa na kitu chenye ncha kali, akateswa vibaya kupita maelezo. Polisi walisema majeraha yake yalikuwa ya ukatili uliovuka mipaka wa kibinadamu. Asubuhi, fundi mmoja wa kampuni hiyo alipita eneo hilo na kuona mwili wake. Anene alikuwa hai, lakini kwa shida. Alikuwa amekatwa sehemu zake za siri, tumbo lake likiwa limechana kwa wembe au kisu na nguo zake zikiwa zimeraruliwa. Walipojaribu kumwinua, alifumbua macho yake na kusema neno moja tu lililokuwa ushahidi wa mwisho wa maisha yake: "Kana."
Kana alinifanyia hivi. Maneno hayo alisimamisha uchunguzi mzima. Anene alikimbizwa hospitali ya Bredasdorp Hospital ambako madaktari walihangaika kuokoa maisha yake. Alipoteza damu nyingi mno, maumivu yake yalivuka maelezo. Alikuwa na majeraha yaliyokatisha tamaa hata kwa wauguzi wenye uzoefu mno. Madaktari walifanya operesheni ya dharura, lakini kabla hajapoteza fahamu aliweza kumtaja mshukiwa tena kwa muuguzi. Siku hiyo hiyo alasiri, Anene alipumua mara mwisho. Mawimbi ya huzuni yalipiga hospitali ndogo ya Bredasdorp kama kimbunga cha ajabu. Mauaji haya yalikuwa tofauti, yalikuwa ya ukatili wa kiwango cha juu kiasi kwamba yalikumbusha dunia kuhusu madhila mabaya wanaopitia wanawake katika nchi yenye kiwango kikubwa cha ubakaji. Polisi wa Bredasdorp wakiongozwa na Detective Hermanus walichunguza eneo la tukio kwa masaa machache tu kabla ya kufanya maamuzi ya kwanza. Kana ndiye mshukiwa mkuu. Ushahidi muhimu ulikuwa Anene alimtaja Johannes Kana kabla hajafariki. Alionekana akiwa na Johannes Kana akitoka baa. Alipatikana karibu na mahali ambapo Johannes Kana alikuwa akifanya kazi. Mavazi ya Johannes Kana yalikuwa na alama za damu. Vilevile alikiri kuwa karibu na Anene usiku huu. Baada ya masaa machache ya mahojiano, Johannes Kana alikamatwa. Kwanza kabisa alikataa kuhusika na tukio hilo. Baadaye akasema walitoka pamoja lakini hakumfanya chochote. Uchunguzi wa maabara uligundua kwamba damu iliyokuwa kwenye viatu na nguo zake ililingana na ile ya Anene. Hata hivyo, Johannes Kana hakuwa mgeni mtaani. Alizaliwa katika familia yenye changamoto za pombe pamoja na vurugu. Alikulia kwenye mazingira duni, akakumbana na manyanyaso ya utotoni na akapata tabia mbaya na hasira isiyothibitika. Katika maisha yake ya utu uzima alijulikana kama mlevi kupindukia, mtu mwenye hasira za ghafla, mwenye kuzua vitisho, mwenye historia ya kuzurura mitaani usiku na kuvamia watu. Ingawa alikuwa mfanyakazi mzuri kazini, tabia yake ya kulea na kutumia nguvu ilimfanya awe mtu wa kutisha. Kwa muda mrefu aliishi bila mtu kumchukulia hatua mpaka usiku aliokutana na Anene. Kesi ya mauaji ya Anene ilipelekwa kotini haraka sana kutokana na taharuki ya kitaifa. Afrika Kusini iliguswa sana na tukio hili. Watu walijazana mahakamani. Mashirika ya kutetea haki za wanawake yalifika Bredasdorp kwa mamia ya wingi. Jaji Desai aliendesha kesi hiyo kwa ukali wa kipekee. Wakati wa kusikilizwa kwa ushahidi, madaktari walieleza kuwa ukali wa majeraha ya Anene na baadhi yao walishindwa kuendelea kutoa ushahidi kwa machozi yaliyokuwa mengi. Polisi walionyesha ushahidi wa damu iliyopatikana kwa Johannes Kana. Majirani waliomuona wakienda pamoja walitoa ushahidi. Kana mara nyingi alijaribu kulia, kuomba msaada kwa wakili wake au kukanusha, lakini ushahidi ulikuwa mzito mno. Baada ya miezi kadhaa ya kusikiliza kesi, jaji alitoa hukumu. Johannes Kana unapatikana na hatia ya ubakaji na mauaji ya ukatili wa hali ya juu. Unahukumiwa kifungo cha maisha jela. Baada ya kutamkwa hukumu, mahakama ilikaa kimya kwa dakika kadhaa, ukimya mzito uliojaa huzuni, hasira na hisia mchanganyiko. Habari za kifo cha Anene zilisambaa kama moto wa nyika. Vyombo vya habari viliripoti kila mahali. Wanasiasa walitoa kauli nzito. Wanaharakati pia nao walifanya maandamano katika miji kadhaa wakibeba mabango yaliyosemeka hivi: Stop raping women, Justice for Anene, Enough is enough. Rais wa Afrika Kusini alilaani tukio hilo hadharani. Mashirika ya haki za wanawake kama vile Rape Crisis na Sonke Gender Justice yalizindua kampeni kali ya kupinga ukatili huo wa kijinsia. Miji mingine mbali kama vile Cape Town, Johannesburg ilifanya maandamano makubwa. Simulizi ya Anene ilikuwa jeraha ambalo halingepona haraka. Katika mji mdogo wa Bredasdorp kuna kaburi moja lenye jina lililoandikwa Anene Christina Boysen. Katika mwaka aliouawa, watu walikuja kwa mamia kuweka maua pale. Wengine walilia, wengine walinyamaza tu, lakini kila mtu alihisi kitu kimoja: hasira, huzuni na hamu ya mabadiliko.
Simulizi ya Nene ni zaidi ya kisa cha mauaji. Ni simulizi kuhusu taifa zima lililozimishwa na kukabiliana na giza la ukatili wa kijinsia. Kisa cha Nene Boysen kinatukumbusha kwamba ukimya unaweza kuua. Jamii inahitaji kulinda wasiojiweza. Vurugu dhidi ya wanawake sio habari tu, bali ni janga linalovunja familia na taifa. Kila mmoja wetu ana jukumu la kusema hapana, kusaidia na kuzuia kabla haijatokea. Anene alinyamazishwa kimwili, lakini sauti yake imeendelea kuishi kwa nguvu zaidi kupitia harakati, sheria na mioyo ya watu walioguswa. Kifo chake kiligeuka kuwa mwanga uliowasha mapambano mapya dhidi ya ukatili wa kijinsia. Nami niseme nini, mtazamaji wangu? Naishia tamati hapa. Nikukumbushe usisahau kusubscribe na kulike video hii. Jina langu ni Kamanda Nicholas Mwita. Hadi wakati mwingine. Bye.